Neno lako Bwana, tunaomba mioyo yetu ikaelekezwe kwako, akili zetu zikafunguke unenapo tukakuelewe, na mioyo yetu Bwana ikapokee neno hili. Nena nasi Bwana unapoendelea kuyatimiza makusudi yako katika maisha yetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya jioni. Tunamshukuru Mungu tena jioni ya leo kwa kutufikisha vizuri baada ya siku ya Jumapili tulipoachana, na tena akatupatia nafasi tuweze kuja kuhudhuria ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Leo nilipata fursa ya kuchangamana na vijana takriban 2000 katika kongamano ambalo linaitwa Pwani Innovative. Huwa inakusanya vijana wote wa tabaka mbalimbali ili kuweza kuwazungumzia na kujua sana kitu ambacho kwao ni changamoto. Na leo tukawa na nafasi ya kuzungumza na hawa vijana. Lakini kitu kimoja ambacho nimejifundisha ni kwamba our youth are so scared. Na nimejua si wao tu, lakini hata sisi binadamu tuna tabia moja. We are so scared, ama tuseme nini, yani we are so scared about the future. The future is so uncertain. Yani unaweza kuwa umeamka vizuri leo, lakini hujui kesho itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. We tend to worry more about that which hiyo siku ambayo hatujaifikia than ile siku ambayo tuko nayo leo. Bwana Yesu asifiwe. Na najua wakati mwingi hata sisi wa Kristo, wakati mwingi hata mimi, siku moja nikalipia kijana wangu pesa akaenda shule, but I didn't know ile tamu ijayo nitalipa nini, and that worried me so much. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kawaida for a normal human being. Hapa tumesoma hadithi moja ambayo nataka leo tuzungumzie habari ya kupita kila mapito pamoja na Yesu. Kupita kila mapito pamoja na, tumesoma habari za nabii Isaya akiwaletea ujumbe wa tumaini wana wa Israeli. Na tunapozungumza habari hizi katika mlango wa 43, hadithi imeanza huku nyuma karibu mlango wa 37. Wana wa Israeli wamechukuliwa mateka, Sankarebo amewatishia, wameteswa kwa njia mbali, na wakafika mahali wakaona kama Mungu amewasahau. Bwana Yesu asifiwe. So they were scared. Paka Mungu anatokea hapa na wauliza, je, mtu anaweza kuwasahau wanawe? In ordinary circumstances, wewe mama wa rafiki yangu, unaweza kufanya shughuli zako ukamsahau yule kijana ambaye umemzaa kwa tumbo lako. I normally see this with my mom. Wakati mwingine ninaenda, mamangu ni mzee. Sasa amefika miaka 94. Na asubuhi ataamuka, asalimie, halafu aulize mke wangu kama kijana wake amekunywa uji. Sasa kijana ni mimi. Paka akamuuliza, mkanga akamuuliza, mama, sio ni mtu mkubwa huyu, wewe kunywa uji? Yeye atajipa, asema lakini ni mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. That's how we are attached to our people. Sasa wakawa naulizana, Mungu labda ametusahau, lakini Mungu akatokea akasema, je, hata kama mama anaweza kumsahau mwanao aliyemlea, mimi siwezi kumsahau. Ndiposa akamtuma Isaka akamwambia, basi ende kuwatulize mioyo watu wangu. They were worried. They thought that God was not with them. Na pia kama watu wa Mungu hawakutarajia kwamba watapitia katika yale mapito ambayo wanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sisi, hata sisi wa Kristo wa leo, wakati mwingine tunafikiria kwa sababu tumeokoka, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu, we are immune from troubles. Na wakati mwingine tunajidanganya. Nisiwaambie hivi kitu kimoja. The fact kwamba wewe umeokoka, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, hilo si tatizo, ama hiyo si kinga ya kukulinda wewe
wewe kukana na ghadhabu ama the troubles of this world. Nataka nikupatie mfano rahisi. Kuna mtu alikuwa anaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Hao walikuwa ni watu wa Mungu. Walikataa kubow to the Babylon sababu ya Mungu tupwa katika ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walichomeka. Kuna mtu alikuwa anaitwa Danieli, mtu wa Mungu, akatupa katika tundu. Hawa walikuwa ni watu wa Mungu jamani, kama mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha msingi ni tunatembea na nani katika mapito yetu? Bwana Yesu asifiwe. Tunatembea na nani katika mapito yetu? Kwa sababu hatutazuiliwa kupitia haya mapito. Mnakumbuka nikihubiri hapo nyuma kuhusu Zaburi ya 23, Daudi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana yeye yuko pamoja nami, gongo lake na fimbo yake vanifariji. Kwamba sisi tumeokoka haimaanishi kwamba hatutapitia katika tabu. Ndiposa lakini Mungu anasema hivi. Basi mstari ule wa 40, mlango wa 43. Lakini Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi. You know, God now brings in the issue of possession. Anasema nyinyi, mimi ni watu wangu. When he was talking to the tribe of Yakobo, Yakobo wa Israeli. Na anasema Yakobo, yani meaning the descendants of Jacob. Nyinyi ni watu wangu, mimi niliwaumba kwa mfano wangu. Bwana asifiwe. Mimi niliyekuhuluku, aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mapito na nani? Na Yesu. Anasema, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Bwana Yesu asifiwe. So in the problems you are in, katika zile changamoto ambazo unazo, katika yale mambo ambayo yametishia maisha yako, Biblia inasema, Mungu anasema, wewe nimekukomboa na pia nimekuita kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe wangu, na ujapopita katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile the turning point. Ujapopita katika maji mengi, hasemi nitakuokoa kutokana na maji mengi, lakini anasema hata ujapopita katika maji mengi. Nyinyi mnajua maji, mimi sijui kama wale wataita kule kuna mito. Ndogo sijaona mto. Haya, sawa. Na wakati mito inafurika, watu wanavuka. Maji ya mito, mafuriko yanapotokea, the chances of survival are very few. Maji yakija ya mafuriko ama ya gharika yanafagilia. Lakini anasema hata ujapopita, ametumia maji kumaanisha hata ujapopita katika hali ngumu namna gani, mimi nitakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Nao hasemi hutapitia. Bwana Yesu asifiwe. Hasemi hutafanya nini? Anasema hata ujapopita katika hiyo maji, mimi nitakuwa pamoja nawe. What a refreshing promise. Bwana Yesu asifiwe. Nikijua mimi napitia katika tabu hii, you know, the greatest strength that has kept us moving, what keeps our hope alive, is the fact that God is always with us. Bwana Yesu asifiwe. Unapitia kipindi mpaka watu wakasema huyu tuone kama atatoboa kwa hili, lakini baadaye unafanya nini? Haleluya. Unapitia katika vipindi vigumu, maisha yako yanapepetwa, unapitia changamoto, majirani wanakuangalia, watu wa kwenu wanakuangalia, wanakuandikia menemene tekeli perezi. Yani huyu kama atapona hapa hatujui. Yani mpango wako unapangwa. Watu wanaanza kupigiana simu kwa yule jamaa, unamwona vile alivyo, yule tujiweke tayari, chochote chaweza kutokea. Ni kama kaupepo kanakuja, unasimama watu wanakushanga. Bwana Yesu asifiwe. You know the secret behind that, ni kwa sababu
kuna Mungu ambaye alikuumba na amesema hata ujapopita katika maji mengi, mimi nitakuwa pamoja nawe. Maji hayo hayatakugharikisha. Wapendwa, maji yametumika kama mambo zile za maisha, zile changamoto ambazo zina threaten ama zinatishia maisha yetu. Anasema hata ujapopita katika changamoto hizo, inua macho yako niangalie mimi niliye kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe wangu kuita kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe. The most encouraging thing ni kwamba Mungu hawezi kukutoa maache jangwani. Safari ya Mungu katika maisha ya mtu lazima ikamilike kwa ukamilifu. Mungu hachoshwi na watu wake. Mungu safari yake lazima ikamilike. Aliwatoa wana wa Israeli jangwani kule Misri, wakapita katika jangwa, wakafikiria wataisha huko, lakini finally go to where God wanted them to be. Why? These are God's people. Ndugu zangu, mama zangu, sisi tuliokusanyika hapa jioni leo, sijui unapitia mapito ya namna gani, lakini nina neno moja kwako. Bwana Yesu anasema ujapopita katika mapito hayo, mimi niko pamoja nawe. Yesu asiwe. Kile unachopitia ni wewe unakijua. Watu wanaweza wasiwe pamoja nawe. You know, sisi wanadamu, we can walk with you for a little while. We can be there for you a little while. There come a time tukiona kwamba angalia, kwa mfano ulazwe hospitali wiki ya kwanza ama siku ya kwanza, watu watajaa. Ni kweli? Watakuwa leo unaendeleaje dada, baya bla bla. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, the crowd itaanza kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Maana huna dalili za kuponya na watu wamechoka. I remember I was taken ill time back, kitambo kidogo, na nikapelekwa hospitali. Nikasa huko hospitali. I stayed there for a while. Hii kijana ilikuja ilinipeleka hospitali, ikarudi nyumbani, ikafika ule ndugu yake mdogo pia ni mgonjwa, ikampeleka hospitali Malinda, akaambiwa huyu naye na lazwa. Sema huyu asilazwe hapa, ninampeleka kwa baba amelazwa, wakalazwe pamoja, niwe nikilinda wagonjwa wawili pamoja. So mimi na kijana wangu kalazwa wodi moja. Good enough it was a private hospital. Sasa sisi na babangu amelazwa pale na mimi hapa. Siku ya kwanza, I know I was very unconscious, na watu walijaa. Siku ya pili nikiangaza macho, nikaona watu wanajaa mpaka daktari akaja akasema kama ni hivyo wa separate kwa wards because hii room yenu inakuwa overcrowded. Nikasema usitutoe, usitugawanye, wacha tubaki. Watu walijaa, wakafikiria tutatoka kesho hospitali. Ilisha, watu wakaanza kupungua. Anakuja mmoja, tukawa mimi na kijana wangu tunaulizana, unaendaje? Kwani watu wamefikiria aje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hachui na watu wake. Wanadamu wanaweza kutembea na wewe kwa kiwango kidogo, lakini baadaye when they fall out, Mungu anachukulia kuanzia pale. Anasema hapa, maana mimi niko pamoja nawe. Ujapopita katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema kitu kingine, katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika mto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Bwana Yesu asifiwe. And this is a true testament. Wakati Danieli alipotupa katika wakina Meshaki na Abednego, walipotupa katika tanuru ya moto, waliteketea. Why? Because God was with them. Mungu alikuwa na uwezo wa kuwazuia asiingizwe tanuru, lakini akaacha waingizwe ili ajidhihirishe. Yesu asifiwe. Wakingine yale mambo anapitia si kwa sababu Mungu amekuacha, lakini anataka kudhihirisha ukuu wake, watu waone. Hawa jamaa walipotolewa katika ile tanuru ya moto, yule mfalme
mfalme wa Babeli alisema Mungu ndiye nitakayefanya, ndiye atakayeabudiwa. Mungu anataka kujitukuza kupitia zako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani tutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Hata tujapopitia changamoto gani sisi tutafanya nini? Ondoke mtu. Bwana Yesu asifiwe. Let's encourage ourselves with the promises of God. God is assuring us this. When you go through these challenges, they will not overwhelm because I am God. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu na dada zangu, mimi nisemeje? Isipokuwa tutembea na huyu Mungu. Mungu ambaye anaweza kutupigania wakati wa mambo magumu. Mungu si mwanadamu achoke na wewe. Mungu si mwanasiasa aseme nitawafanyia hiki na hiki, kesho sifanye. This memorial, God has proved to be faithful. Whenever he utters his word, God will make it true. Tujifundishe kupita katika kila mapito ya Mungu. Because if we are to survive, not of anything else, but it is because God is with us. When Samuel subdued the Philistines, the Bible says alichukua jiwe, Samuel chapter 7 verses 12, na akaliweka akasema, akalita Ebeneziara akasema, hata umbali huu Bwana amefanya nini? You will be a testimony. Mimi sijui kile unachopitia, lakini neno la Mungu linasema hata ujapopitia katika hali hiyo usiogope. Mimi niko pamoja nawe. Ujapopita, ametumia vitu viwili ambavyo they are very dangerous kwa maisha. They are consuming. Floods are consuming. Fire is consuming. But he's assuring us, even when we go through the deepest fire, when we go through the deepest problems in our lives, God is faithful. He will be with us. Sasa mimi niwaelekeze kwa nani, ndugu zangu na dada zangu, isipokuwa kwa huyu Mungu anayeweza kutembea na wewe katika hali zako. Mungu anaweza kutembea na wewe, Mungu ambaye hata kubagua, Mungu ambaye ni mwaminifu, Mungu ambaye wanadamu akishindwa kutembea na wewe, yeye anasema atatembea na wewe. Mstari wa 3 anasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa wewe ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, na kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. But finally he says, nitawakusanya watu wangu. A promise of restoration. When God fights for you, he will all again restore you. Bwana Yesu asifiwe. Because as you walk through this life-threatening episode in life, hata unaweza kupoteza afya. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika haya mapito, pamoja ukiwa na Mungu, unaweza afya yako ikapotea. You can even lose unaweza kupoteza mali kama Ayuba alivyokuwa. Ayuba alipoteza watoto, akapoteza mali, akapoteza vitu vingi. And the Bible says this, after the end of that, God restored him again. Bwana Yesu asifiwe. God restored him. Sasa mimi labda niwaulize lile swali Yesu aliwauliza wakina Petero. Kilipokuwa kimeumana kabisa, Yesu alimuuliza Petero, hata wewe unataka kuniacha? Unajua Petero alisema nini? Bwana, sisi tukuache tuende kwa nani? Na kwako kuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimwachie Mungu niende kwa nani? Na kwake kuna urejesho. Tabu zitakuweko. Mungu hata kuzuia usipitie katika tabu, lakini akikuruhusu upite katika tabu, amesema atakuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jenga tumaini lako kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Unapopitia katika matatizo, jua Mungu ako pamoja na wewe. You will never walk alone. God will never abandon his people. No matter how wicked they are, he's that merciful and gracious. We survive not because of our own doing, but it is because God was with us. Uchumi huu ambao unatikisa kila mtu
sisi tutatoboa. Na tuje tuulizane ilikuwaje. Kuna ule wimbo unasema I made it through. Wewe ni mwimbo unaujua? Unasemaje? I made it through. I made it through. And who knows how I made it? One thing I know. I made it through. Mwimbo huyo anasema nilitoboa, yani kwa lugha ya kisasa. Nilitoboa, sijui nilivyotoboa, lakini kitu kimoja ninajua, ni Bwana aliyenifanya nini? Nitoboe. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke tumaini letu kwa Mungu, maana ahadi zake ni za kweli. Tupite katika mapito pamoja na yeye, kwa sababu tukiwa na yeye tutatoboa. Naomba tusimame. Lord, we are grateful that in times of great desperation in our lives, when we are almost giving up, you have always raised your voice to remind us of your promises. Uliwakumbusha wana wa Israeli kwamba Bwana ajapopita katika maji hayatawagharikisha, wala miali ya moto haitawaunguza, maana wewe Mungu upamoja nao. Tumelisikia neno lako, tumepitia vipindi mbalimbali katika maisha yetu vya kiogofya. Tumeogopa, mioyo yetu imefadhaika. Bwana, tunaomba ukatushikilie kwa mkono wako wenye nguvu, na ahadi hizi Bwana ulizonena nasi kupitia kwa neno lako hili, Bwana zikawe kweli katika maisha yetu. Tukapite katika mito, tukapite katika majaribu, tukapite katika changamoto mbalimbali, Bwana ukiwa pamoja nasi. Tembea pamoja nasi Bwana katika kila hatua. Imarisha hatua zetu na imani yetu kwako, maana ni kwako peke yake kuna ahadi za kweli. Ulitenda kwa Yusufu, ukatenda kwa wana wa Israeli, ukatenda kwa Danieli na wakina Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana unaweza kutenda kwetu leo, maana wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru Bwana, tunapokaa na kulitafakari neno hili, tupe kuziamini na kuzingatia ahadi zako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu.